Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Kubwa ni kufungwa kwa kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la ufufuo na uzima, ambalo serikali imetangaza kulifuta kanisa hilo kufuatia kile ambacho inadaiwa ya kwamba katika kanisa hilo zimekuwa zikiendeshwa ibada zinazohusisha siasa zenye lengo la kuichonganisha serikali na wananchi. Tukio hilo limekuja ikiwa ni siku kadhaa zimepita tangu Askofu Gwajima alipofanya mkutano na waandishi wa habari, lakini kubwa zaidi akilaani vikali matukio ya utekaji ambayo yamezidi kuendelea kutokea nchini Tanzania. Lakini pia punde tu baada ya mkutano huo na waandishi wa habari, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye uzinduzi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi Dodoma, akaweza kumjibu Gwajima kana kwamba jambo hilo alikuwa nalo lipo moyoni, na kusema kwamba huko ambako wanakwenda kuwachagua wagombea kwenye majimbo, basi wale ambao wana idhini ya kuwachagua wagombea kwenye majimbo mbalimbali wahakikishe ya kwamba wanakuwa makini na kuangalia huyu anatufaa na huyu hatufai kwa sababu moja, mbili, tatu, na wasije wakachagua watu ambao watakuja kukigwajimanize Chama cha Mapinduzi. Lakini pia akasema kwamba wasichague watu kama wakina Gwajima ambao wanatakiwa kutupwa nje ya chama. Baada ya hapo, Gwajima pia akajibu mambo hayo katika kila ambacho amekizungumza kwenye ibada ya Jumapili, akiwajibu pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao walijitokeza na kumvaa Gwajima kufuatia mkutano wake na waandishi wa habari. Baada tu ya ibada usiku, Gwajima akaposti video ya kwamba polisi wamefika kanisani na kulizingira kanisa, lakini kabla ya hapo ilisambaa barua ya kwamba kanisa lake limefutwa, hivyo kama atahitaji kukata rufaa ana siku 21 tu za kuhakikisha ya kwamba anakata rufaa. Hatimaye mzee wa upako Anthony Lusekelo amezungumza kufuatia kufungiwa kwa kanisa la Gwajima, huku akitoa wito kwa viongozi wa kiroho na waumini wote kushikamana na kusimama kidete kulinda haki ya kuabudu, akisisitiza kuwa kufungiwa kwa nyumba ya ibada ni jambo zito linalogusa misingi ya uhuru wa kiimani. Moja kwa moja tuangalie hiki ambacho amekizungumza leo huko katika kanisa lake, lakini pia akisema ya kwamba kama Gwajima amekosea kama mwana CCM, basi mambo hayo wangeyafanya huko kwenye chama chao na wasiingilie uhuru wa kuabudu. Moja kwa moja tuangalie hapa kiundani zaidi. Anthony Lusekelo, mzee wa upako, anasema, nimesikitishwa sana na hatua ya serikali kufunga makanisa. Kitendo hiki si cha haki na kinatuumiza sisi na waumini. Mbona hamfungi makanisa mengine kama ya Wakatoliki hata pale wanapotoa matamko mazito au viongozi kama kina Bagonza wanapoongea kwa ukali? Hii inaonyesha upendeleo kama si udini. Kufunga makanisa Jumapili kuna asili waumini wengi wasiokuwa na hatia. Watoto wa Sunday school wanakosa mahali pa kusali na kujifunza neno la Mungu. Waumini wanaokwenda kuabudu wanakosa nafasi ya kushiriki ibada na kujengwa kiroho. Kitendo hiki kinawatawanya kondoo na kuleta machafuko badala ya amani. Sisi tunamhitaji mzee wa upako kwa ajili ya mahubiri na huduma yake. Kama kuna makosa yamefanywa na kiongozi kama mzee wa upako au Gwajima, serikali inapaswa kumshughulikia yeye binafsi na sio kufunga kanisa zima. Anasema hapa kama kosa lilikuwa limefanywa na kiongozi wa dini kama Askofu Gwajima, basi serikali ilipaswa kumshughulikia yeye binafsi Askofu Gwajima na sio kufunga kanisa la ufufuo na uzima la Askofu Gwajima. Amesema ya kwamba kama mmeona amefanya makosa, mkamateni huyo mtu, mwekeni kizuizini au mfukuzeni kwenye chama chenu cha Mapinduzi. Msiache watu wasio na hatia ambao wanakuja kanisani kusali waasirike.
Kanisa ni taasisi ya umma inayohudumia jamii. Akasema hapa, kwanza tuachane na mambo yenu hayo ya ma-CCM. Hapa tuangalie swala hili la kufungwa kwa kanisa. Amesisitiza na kuomba sana viongozi wa serikali wafikirie tena. Je, ninyi kama viongozi au IGP au mkuu wa majeshi mngejisikiaje kama kanisa lenu limefungwa ghafla na kuwekewa utepe? Mnaonyesha upendeleo kwa kuwavumilia Wakatoliki wanapowatukana, lakini mna wanyanyasa Wakristo wengine. Hii si hekima. Kama mnataka kumshughulikia mzee wa upako, tafuteni kwanza kile ambacho amekifanya na mumshughulikie. Msitumie nguvu ya kufunga makanisa na kuwadharau waumini wa kanisa husika. Ameweza kutoa ushauri pia kwa viongozi wa dini. Amesema, ninawaomba pia viongozi wa dini ikiwemo mzee wa upako na Gwajima, mhubiri injili ya Yesu Kristo pale madhabahuni. Majukwaa ya kisiasa yapelekwe kwenye mikutano ya kisiasa au kwenye vyombo vya habari. Kanisani kuna waumini kutoka vyama vyote na wenye imani tofauti. Kanisani kuna watu ambao wanampenda Samia, kuna watu ambao wanaipenda CCM, kuna watu ambao wanaipenda Chadema. Hivyo kuzungumza kanisani katika eneo ambalo kuna watu wenye imani tofauti kunaweza kuwagusa watu wengine kanisani. Madhabahu ni mahali pa kuunganisha, sio kutenganisha. Ni matumaini yangu kwamba serikali itasikia kilio hiki na kuchukua hatua stahiki ili kuhakikisha uhuru wa kuabudu unazingatiwa kikamilifu. Hiki ndicho alichokizungumza leo kanisani kwake, akitoa maoni yake kwa mara ya kwanza baada ya serikali kulifuta kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Gwajima. Kubwa zaidi, amesema kwamba kama mtu aliyekosea ni Askofu Gwajima, basi aliyepaswa kukamatwa alikuwa ni Askofu Gwajima na sio kulifunga kanisa la Ufufuo na Uzima. Lakini pia ameweza kuwashauri wahubiri na wachungaji kiujumla ya kwamba wanapokuwa madhabahuni waangalie mahubiri ambayo wanayatoa. Kanisani kuna kuwa na watu ambao wana imani tofauti, wana vyama tofauti, kwa hiyo uzingatie kila ambacho unakihubiri kanisani kinaweza kumuathiri mtu mmoja au mwingine kutokana na mahubiri hayo. Watu mbalimbali wametoa maoni yao kufuatia hiki ambacho amekizungumza mzee wa upako. Msitufungie makanisa, mbona Katoliki hamfungi? Akisema kwamba teki wamekuwa wakitoa matamko mara kwa mara, matamko mengine ni makali mno, lakini serikali wamekuwa hawawezi kuigusa teki licha ya matamko mengi ambayo teki wamekuwa wakiyatoa. Imekuwaje tena kwa Ufufuo na Uzima kufuatia hiki ambacho amekizungumza Gwajima cha kulani vitendo vya utekaji, kitu ambacho hata yeye pia amesema sio kitu kizuri. Hakuna kiongozi yeyote wa dini au asiye wa dini ambaye anapenda watu kutekwa, watu kuuawa. Lakini mbona wamekuwa hawafungii teki au kuwachukulia hatua pale ambapo wamekuwa wakitoa matamko mbalimbali? Lakini kwa Askofu Gwajima wamemchukulia hatua. Kama nilivyokuambia, watu wengi wametoa maoni yao kutokana na hiki ambacho mzee wa upako amekizungumza leo, lojiki moja kwa moja kubwa mno, na kusema kwamba kama wameona Gwajima amekosea, basi wangemkamata Askofu Josephat Gwajima, sio kufuta leseni na kufunga kanisa lote. Huyu wa kwanza anasema, watoto Sunday school wamekosa nini? Hii statement imeniumiza mno. Lakini pia mwingine anasema eti Gwajima atajuana na ma-CCM yao. Lakini pia mwingine anasema wajaribu waone moto, Katoliki lina jeshi hadi ndege za kivita. Mwingine anasema Katoliki ni maji marefu na ayachezeaye maji hayo atazama na sipate wa kumwokoa. Lakini pia mwingine anasema kwamba Katoliki hawaendeshi nchi tu, wanaendesha dunia. Unawafungia unaanzia wapi? Lakini pia mwingine akasema
Ukifungia Katoliki na wewe utafungiwa kusafiri nchi yoyote ile duniani, utabaki kwako hapa hapa. Utakuwa unafanya ziara Mbeya, Dodoma, Iringa, Mara, Singida, Mwanza, Geita, Kagera, Kigoma, Dar, Morogoro, Shinyanga, Lindi, Mtwara, Pemba, Unguja, unarudi Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Katavi pamoja na Tabora. Mwingine anasema yuko sahihi kabisa, waumini wasali, mchukueni Gwajima akawanyooshe huko pia. Lakini pia mwingine anasema nimependa tu alivyomaliza. Lakini pia mwingine akasema waulize Vatican kwa nini dunia hakuna mamlaka inayoweza kulifungia kanisa lake. Lakini pia mwingine akasema ukweli unapigwa kwa nguvu zote, unapingwa kwa nguvu zote. Lakini pia mwingine akasema asante sana baba kwa maneno ya busara, mwenye masikio na asikie. Mwingine akasema Katoliki ndo serikali yenyewe. Lakini pia mwingine akasema hapo kwenye CCM yao. Lakini pia mwingine akasema ina Roman Catholic inafuata Marekani. Lakini pia mwingine akasema kwamba nchi hii dini ni mbili tu bro, Roman na BAKWATA, basi wengine mnapigwa tu. Lakini pia mwingine akasema kwamba Catholic ni kanisa moja. Lakini pia mwingine akasema kaongea pointi sana, Katoliki ni maji marefu. Lakini pia mwingine akasema wajinga sana, dili la Gwajima sio kanisa zima. Asante watumishi wa Mungu kwa hili, wameaibika. Lakini pia mwingine akasema hawana akili hao baba, tena wana udini mno, ngoja fimbo ya Musa iwatandike kwanza. Lakini pia mwingine akasema kwamba amekosa baba, serikali na choma nyumba, watoto wanakuwa vibaka mtaani ili polisi wawakamate wauawe, na atakayehoji anafungwa tena, desecration. Lakini pia mwingine akasema kwamba sasa tunapata common pain. Lakini pia mwingine akasema hapa tunapoelekea sasa ni pazuri. Mwingine akasema kufunga sehemu ya kusanyiko la watu wanaoenda kumwabudu Mungu ni kupigana na Mungu mwenyewe, ni uzalilishaji wa imani za wengine. Lakini pia mwingine akasema kwamba surely father, hekima ya mzee. Lakini pia mwingine akasema ninacheka huku ninaogopa. Lakini pia mwingine akasema sikio la kufa halisikii dawa, I say, yani serikali naacha kusikiliza wazee kama hawa. Lakini pia mwingine akasema utasikia naye kanisa lake limefungwa, au utasikia naye kapotea ghafla washamteka. Lakini pia mwingine akasema kwamba revolution will be televised. Lakini pia mwingine akasema Katoliki wanaweza kujaribu. Lakini pia mwingine akasema subutu, nani wa kujaribu kanisa la Roma? Watu wengi wametoa maoni yao kufuatia hiki ambacho amekizungumza mzee wa upako Anthony Lusekelo, kufuatia hiki ambacho kimetokea kwa Askofu Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia yote ambayo yamekuwa kiendelea na kanisa lake kufungwa na serikali na kufutiwa usajili. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi, na mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa tuweze kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea.